Ndugu wapendwa, je, tufanyeje ili tuweze kutengeneza ajira kwa vijana wetu? Jambo la kwanza ningependa kuambia kwamba tuondoe mawazo ya third world. Unajua mawazo ya dunia ya tatu yanatufanya sisi tusiweze kufanikiwa. Ukisoma kwenye Biblia imeandikwa kwamba Mithali sura ya 23 mstari wa 7, maana awazavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kama hatutaweza kubadilisha mtazamo wetu wa fikra, itakuwa ni vigumu kwetu kuendelea. Sisi sio maskini wa rasilimali, sio maskini wa ardhi inayofaa kulima, sio maskini wa hali nzuri ya mvua na kadhalika. Umaskini wetu unatokana na mawazo yetu, na kama hatutabadilisha mawazo yetu, hatutaweza kufanikiwa katika mambo yetu tunayofanya. Jambo la kwanza, Waafrika wengi tuna mawazo ya njia za mkato kwenye kufanikiwa. Yaani Waafrika wanapenda kufanikiwa pasipo kufanyia kazi, pasipo kutoa solution. Unaona, maprofesa wetu wanapenda kujisifu kwamba wana PhD na nini, lakini hawaleti solution kwa matatizo ya jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo tukitaka kufanikiwa lazima tusitumie njia za mkato katika mafanikio. Njia ya pili, tatizo lingine la pili ni kwamba Afrika tunapenda kujenga nyumba zetu kiholela. Yaani hatupendi kuzingatia mipango miji, na hata tunapojenga utakuta nyumba hazijanyooka kwa sababu hakuna mkakati wote kuhakikisha kwamba nyumba zetu zimenyooka au nini. Kwa sababu tunasoma sana vioni, lakini tunaporudi mitaani tunafanya mambo kana kwamba tujawahi kwenda shule. Je, kuna faida gani ya kwenda shule kama ni hivyo? Jambo la pili, Waafrika tujifunze kufanya upembuzi yakinifu katika tunayofanya. Ukiangalia miji kama Dar es Salaam utakuta kuna miji mingi, kuna nyumba nyingi sana za magorofa zimejengwa, lakini ukiziangalia kuanzia mwanzo mpaka juu utakuta kwamba hazitumiki. Kwa hiyo tunawekeza sana pesa kwenye kitu ambacho baadaye hakitakuja kutumika. Kwa hiyo tujifunze kufanya upembuzi yakinifu na kuangalia kwamba je, kitu tunachokifanya kitaleta faida au tunapoteza pesa. Na mimi nimekuwa ni mhandisi mshauri na nimesimamia majengo mengi, lakini wakati mwingine wanajiuliza hapa huyu mtu anachojenga atapata kitu kinachotakiwa. Kwa hiyo tuweke upembuzi yakinifu si katika majengo tu, hata katika barabara, hata katika reli, hata katika viwanja vya ndege. Kuna miundo mbinu nyingi sana tunayojenga ndani ya Afrika ambayo hatuangalii kama hela itarudi au haitarudi. Kwa hiyo tujifunze kutumia pesa tulizonazo kwa ufanisi kuliko tu kutumia ili mradi kwa sababu tunazo pesa. Jambo la pili linalofuata ni kwamba Waafrika tuna tabia ya mtazamo wa ndani, inward looking, kwamba Mwafrika hawezi kufikiri kwamba je, naweza kupata fursa katika nchi nyingine nje ya nchi ile ninayoishi. Kwa hiyo mara nyingi tunaangalia fursa ambazo ziko kwetu. Kama Tanzania unaangalia Dodoma, Iringa, Arusha, wapi, lakini hatuthubutu kuvuka mpaka katika mawazo yetu. Kwa hiyo tuache kuwa na inward looking mindset. Pia tunapenda kukaa vioni sana, kusoma bila malengo. Ni vizuri sasa elimu yetu ikawa na malengo. Yaani unapompeleka wanafunzi chuoni, wale wanaotoa mfumo wetu wa elimu watuambie akimaliza pale ataweza kufanya nini? Sio amalize tu alafu akija mitaani ndio tumwambie cha kufanya. Jambo lingine, tunapenda ukubwa sana kuliko kubeba majibu. Yaani ukisoma unafikiria kwamba ukishakuwa daktari ukiwa nani, wewe ni mtu mkubwa sana, wewe ni mkurugenzi au nani. Tuache mambo hayo. Sasa hivi tunahitaji Afrika inayotengeneza watu wenye majibu, sio watu ambao wana sifa nyingi sana. Jambo jingine, tunapenda ufahari, tunapenda sana ufahari. Biblia inasema afadhali mtu anayedharauliwa akiwa na mtumwa kuliko ajisifue ikiwa anahitaji chakula. Kwa hiyo kumbe unaweza kudharauliwa ukiwa na mtumwa. Zamani unajua uchumi wa zamani ulikuwa ni uchumi wa utumwa. Sasa hivi uchumi tulionao ni uchumi wa biashara. Kwa hiyo ni afadhali mtu anadharauliwa lakini ana kampuni au ana biashara kuliko mtu anayejisifu ambaye wakati hana kitu. Kwa hiyo tuache ufahari katika maisha yetu. Hata kama tunasoma, ni vizuri tusome kutafuta majibu, sio ufahari.
Tunapenda barabara lakini hatuzingatii mipango miji. Barabara, ujenzi wa barabara katika nchi zetu ambazo tunaita third world country, ni vizuri tukajenga barabara na tukajenga mipango miji wakati huo. Ndio maana wa Marekani wana standard zao wanaita geometric design of roads and streets. Wanaangalia barabara na mitaa. Sisi tunaangalia tu barabara, ambacho sio jambo sahihi. Pia tunahitaji elimu inayozingatia mahitaji, na ni vizuri tukachambua mara kwa mara. Hii elimu inatengeneza wabeba majibu, inatengeneza watu ambao wanakidhi mahitaji tunayohitaji katika jamii, sio tu elimu ili mradi ukaa chuoni miaka mingi. Pia tumekuwa na tabia ya kuwa na umaskini katika utajiri, kwa sababu hatuna muda kukaa na kuchambua rasilimali tulizonazo na kuzichakata kwa ajili ya mafanikio yetu. Kwa hiyo taifa linaweza kuwa na madini, lina kila kitu, lakini wananchi wanaishi katika umaskini wa hali ya juu. Tuna mawazo ya kushindwa, defeated mindset. Kwa hiyo tuondoe mawazo ya kushindwa katika maisha yetu. Watu wengi tunajisifu tulivyosoma, lakini inapokuja kwenye kutenda, kuweka kitu kwenye vitendo, ndio utaona tuko defeated, kwamba hicho hatukiwezi, hiki hatuwezi, hichi hatuwezi, hiki anaweza mzungu, anaweza mchina, anaweza mjapani. Kwa nini bwana sisi tusiwezi? Lazima tuondoe defeated mindset. Na pia tuondoe mawazo ya kufikirika ndani yetu. Kuna wasomi wengi ambao wana mawazo ya kufikirika ambao hawajawahi kuyatafsiri katika vitendo. Hiyo ni mawazo ya nchi za nchi za dunia ya tatu. Pia tuna matumizi yasiyo ya lazima. Unaona mtu unahitaji nyumba tu ya vyumba viwili, unajenga nyumba ya vyumba vitano. Watu wengine wamejenga mahali utafikiri kwamba waliambiwa lazima ile jengo lijaze kiwanja. Kumbe mahitaji yake ni sehemu ndogo tu. Kwa hiyo tujaribu kutumia kidogo kufuatana na mahitaji yetu, sio kutumia tu ili mradi tunazo pesa. Kwa mfano kwenye chakula, kwenye mipango ya ujenzi na mipango mingine, tuzingatie mahitaji yetu. Na pia tunapenda mapato yasiyostahili. Hayo ni baadhi tu ya mawazo ya watu wenye mawazo ya third world countries. Na haya mawazo, yaani nchi za dunia ya tatu, na haya mawazo yanaleta umaskini. Je, tunaweza tukabadilika? Tukibadilika tu katika mawazo ni yataja hapa, lazima tutasonga mbele. Asanteni kwa kunisikiliza.